Kataa rasmi kifurushi kikuu cha msaada cha mwaka 2026 kilichokusudiwa taifa la Tanzania. Hatua hii inafuatia kile ambacho muungano huo wa EU unataja kuwa ni ukandamizaji wa kimfumo wa kidemokrasia na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kufuatia uchaguzi mkuu tata wa Oktoba 29 mwaka 2025 huko Tanzania. Uamuzi unaweka kikamilifu ushirikiano muhimu wa maendeleo wa Tanzania na EU juu ya kushikiliwa kwa muda usiojulikana. Kufuatia kura 539 kwa nunge, bunge la Ulaya limepinga rasmi mpango uliopendekezwa na tume ya Ulaya wa kutenga pauni milioni 156 ikiwa ni takriban shilingi bilioni 438.7 kama kifurushi kikuu cha msaada wa mwaka 2026 kwa Tanzania, ikitaja kile ambacho imekiita kurudi nyuma kwa demokrasia wakati wa mkutano wa kikao cha bunge. If we truly stand for democracy and human rights, we cannot stop at words. Let us use every tool at our disposal to hold those in power accountable. Tomorrow, this House will send an unmistakable message. All EU funds channeled through state-controlled entities must be frozen immediately. The European Union must not use its fund to subsidize oppression. The time to act is now. Azimio la EU la kukata misaada ya maendeleo Tanzania linataka kuachiliwa mara moja na bila masharti yoyote kwa kiongozi wa upinzani aliyefungwa Tundu Lissu, ambaye anahudumu kama mwenyekiti wa kitaifa wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema. His case is emblematic of a broader pattern: intimidation of the opposition, media restriction and enforced disappearances. Ikikabiliwa na kusitishwa kwa misaada yenye thamani ya shilingi bilioni 23.3 za Tanzania, serikali ya Tanzania imeelekeza mwelekeo wake hadi Brussels, ambako balozi wa nchi hiyo Justus Abuk Nyamanga ameagizwa na Tanzania kuendelea na mashauriano ya kidiplomasia na taasisi za EU na washirika wengine. Msukumo huu wa kidiplomasia unawakilisha juhudi za hali ya juu za Tanzania kubatilisha pendekezo la bunge na vilevile kuzuia hasara inayoweza kulemaza ya dola milioni 177 zilizokusudiwa kwa miradi ya maendeleo Tanzania. Muungano wa Europa umeishtumu serikali ya Tanzania kwa mauaji makubwa baada ya uchaguzi na vitisho vinavyolenga viongozi wa upinzani, waandishi wa habari pamoja na watetezi wa haki za kibinadamu. Ujumbe rasmi uliotolewa na ubalozi wa Tanzania mjini Brussels mara moja ulipinga mchakato huo na kuutaja kikao cha bunge kuwa kinachoegemea upande mmoja na kilichotolewa bila mashauriano ya awali, ikishtumu serikali kwa msingi wa uamuzi wake tu juu ya ripoti ambazo hazijathibitishwa na simulizi za upande mmoja. Hata hivyo, katika ari ya ushirikiano na kuimarisha uhusiano baina ya Tanzania na Jumuiya ya Ulaya, ni utaratibu wa kawaida kwamba kunapokuwa na mjadala kuhusu chama kimoja, ni busara kusikiliza upande mwingine. Kwingineko ni kwamba vurugu zilizokumba